Nilienda na dako wangu Kukobiti, nikasema kabla ya kuogelea acha kwanza nimchomee dako wangu viazi vitamu. Wakati naendelea kuandaa jiko langu nikawaza, hivi huyu dada Aisha Bweti nikimpa bato la kumpikia dako wangu atatoboa? Sinkapaliwa na moshi bwana. Kwa shakuni kazi. Basi wakati moto wangu unaendelea kuwaka, ilibidi nishuke chini taratibu niende nikafate maji kwa ajili ya dako wangu. Na kama mnavyojua, bwana ukimpenda lazima umpambanie, bwana ukimpenda lazima uhangaike naye. Hatari. Basi nilirudi paka juu kuleta maji juu kwa ajili ya kufanya vitu vyangu vingine. Nikachochea moto kidogo, nikaanza kuweka viazi vyangu kama nilivyomweka dako moyoni. Nilitia viazi vyangu vyote viwili, vitatu, vinne, nikavitia vyote, kisha nikaanza kupondea ule udongo nilouwashia moto, kisha nikaweka moto mwingine kwa juu kwa ajili viazi vyangu viive vizuri kabisa. Alafu nikaanza nimwekee mixer ya dagaa mchele na kachumbari ili enjoy viazi vyake. Dada Aisha Bweti, ningekualika kuja kula hivi viazi, lakini nimeona dako wangu hata shiba. Na hapo viazi vyangu vilikuwa vimeiva, nikaanza kutoa kimoja baada ya kingine, huku dako wangu akinisubiri kwa njaa kali sana. Dada Aisha Bweti, umeona viazi hivyo? Cheki viazi hivyo. Cheki kiazi kilivyokuwa kilaini. Na hivi nimemwekea mixer ya dagaa mchele na kachumbari. Dako wangu ataenjoy vipi? Yaani ataenjoy kama namuona dako wangu. Hiki kiazi hakiwezi kupatikana kingine zaidi ya kwangu Mrs. Dako. Cheki dako wangu atakavyo enjoy. Na hapo viazi vyangu vilikuwa tayari.